nao wazikabidhi heshima zao. Cha enzi zikabidhi heshima zao. Mtakatifu na inuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana umeinuliwa. Karibu sana, karibu sana, karibu sana in the name of Jesus. Karibu this morning. It is our day 2 of prayer and fasting. And so I am welcoming you that we may walk together this journey of 40 days
and that we can seek the face of the Lord together, so that tutapata baraka pamoja in the name of Jesus. So karibu sana, help me to share. I know it's an early morning. Ma'am Shi, you are tuned in from Mombasa. May the Lord bless you. Karibuni, karibuni. We are live here on Pastor Kinyanjui Joseph on Facebook, Pastor Kinyanjui Joseph on YouTube. So you can share the live stream, share the link of YouTube on your status, share the Facebook live on your stories, and you will become a blessing to many by the grace of God. Hallelujah. Bibi, heshima zao mbele zako, katifu wewe Bwana, cha enzi. Ruby, Caroline Joroge, good morning to you. Patrick Gire, may the Lord bless you. Good morning and praise the Lord. Second day it is. Second day on the mountain. 38 days to go. All by the grace of God. We will be there soon, wapendwa. So karibuni, karibuni. When we are many in the long journey, when we combine our presence, there is a way that you feel the journey is no longer long because you are 2 or 3 or 4. But when you are alone, the journey becomes too long. Ndio maana tunahitaji one another. Karibu sana Miriam Pato. Praise God and good morning. The second day of 40 days by the grace of God. We can do this, brothers and sisters. Together, we will stand on the 40th day, on 10th of February, by the grace of God. Jerry Washira, morning tuned, karibu sana, by the grace of God. Remember, we are also live on YouTube, so you can be able to telecast it on your TV if you are in the house, on our YouTube channel, Pastor Kinyanjui Joseph, our YouTube channel, and you can also subscribe. There is a lot of very inspiring and blessing messages in our YouTube channel. So during your time in the office, you can be going through it. Encouraging messages are there, and you'll be blessed. So subscribe to our YouTube. We are also live there. Emily Karaoke, karibu hapa. Praise the Lord. This is the journey for them that want to stand the year 2025. How to receive the season from the source. How to receive the season from the source is by prayer, is by getting to where him who gives has released it from. And he has given us the avenue to get to him. We get to this God and he blesses us. He comes through for us. He establishes us by the grace of God. We cannot afford kuchukua tu mwaka. Hatujui kutakuaje kesho. Hatujui kutakuaje mwezi huu wa kwanza hadi mwezi wa 12. Hapana. We want to live as the wise, and the wisdom is to go to God and ask him, God, you have given me a new year, 2025. How do you want me to learn, to manage, to be
in the year 2025. Na kwa hivyo ninakukaribisha ili tukaweze kuenda safari hii pamoja, tukaweze kuenda kuomba pamoja, na tukaweze kupokea huu mwaka pamoja katika jina la Yesu Kristo. Karibuni sana, karibuni sana. Help me to share this. Today is day 2. We are going to pray about good health. Tunaendea afya katika mwaka huu. Tunaomba afya njema kutoka kwa mkono wa Bwana. Afya ili tufurahie chakula, tufurahie mavazi, tufurahie kazi, tufurahie ibada, tufurahie familia. Lazima tuwe na afya njema. Tunaomba afya njema, afya kamili. Haleluya! Afya njema is our portion. Afya njema is our portion. That is what we are going for this particular day. Tunaomba ya kwamba tutakuwa na afya, hatutakuwa mahospitali in and out. Watoto wetu hawatakuwa mahospitali in and out. Wazazi wetu hawatakuwa mahospitali in and out. Even the colleagues, even our employees, even our bosses, hakuna mtu ambaye atakuwa hospitali in and out. Tunaomba afya kamili. Tukila chakula tuko na afya, tukienda pate tuko na afya, tukifunga tuko na afya, tukiwa anywhere day and night, magonjwa yafungiwe nje na Mungu wa afya. Mungu wa afya ndiye tunaomba. Our God give us the good health in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo wapendwa, ninawakaribisha ili tukaweze kuomba pamoja katika jina la Yesu, tukaweze kuwa na ibada ya maombi ya katika jina la Yesu katika mlima wa Bwana. I want us to commence our prayer by prayer. We are starting a session of prayer with prayer. Let us pray. Father, in the name of Jesus, I thank you this morning for the favor that I can be alive. I thank you, Lord, that you can choose me. You can make me, oh God, the vessel you are going to use today, even in the midst of your people, even on the mountain. I now pray in the name of Jesus that I am acceptable on this mountain. That, Father, my voice comes straight to your ears, and that your eyes are looking upon us, and you are watching over us, Almighty God. And that, Father, after this prayer, you shall stretch your righteous right hand and uphold my sister, uphold my brother, uphold us, oh God, and get us to that ordained destiny in the year 2025. I now pray in the name of Jesus that, my Father, our voices will not fall on deaf ears, oh God. Your eyes, Almighty Father, its attention will be on us in the name of Jehovah God. Naomba katika jina la Yesu, asubuhi njema Mwokozi, unaenda kutusikia, unawasiliana nasi katika jina la Yesu. Tunaungama kila aina ya dhambi ambayo inazuia maombi. Bwana, tusikie asubuhi njema. Tunakiri sisi ni wenye dhambi na tunatubu. Bwana, ninatubu, ninakiri mimi ni mwenye dhambi. Naomba damu ya Yesu itakazayo watoto wako ikanitakaze asubuhi ya leo, na ukasahau na dhambi zote, ukasahau na hukumu yote, na ili Bwana ukapokee maombi yangu. Naombea ndugu yangu, dada yangu asubuhi njema, ya kwamba maombi yetu, Mungu wa mbinguni, yanafika mbinguni, unayapokea. Wasafi kwa damu ya Yesu, wasamehe dhambi katika jina la Yesu, hata dhambi ngumu ambazo bado tuko nazo katika maisha. Mungu tusamehe na utuwezeshe kuachana naye katika jina la Yesu. Naomba asubuhi njema, wewe usikiae maombi, umetuuliza tubishe, mlango wako utafungua. Umetuambia tukuite, utatujibu. Baba wa mbinguni, tukikutafuta utapatikana. This morning I am with your people. I am with my brothers and sisters. I am with the parents. I am with employers and employees. I am with the sick and the healthy. I am with the poor. I am with them that are rejected and downtrodden. All manner of sufferings are before you now. We pray, Jehovah, that in the new year, as early as the third day and the second day on the mountain, I pray now that, Jehovah, you will address our status. You will address our issues. You will meet us at the point of our need, and you shall supply it, oh God,
in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, naomba mapepo yashindwe, naomba nguvu za giza zifilisike na zianguke katika jina la Yesu. Naomba ngome zote zinazotuinukia Mungu wetu, matayarisho ya silaha ambayo yanafanywa na maadui yakazimie katika jina la Yesu. Ninaomba asubuhi njema, siku ya pili katika huu mlima, ushindi wetu tunaupokea, amani yetu tunaipokea, neema tunaipokea, ushindi wetu ushatangazwa, tunaumiliki, tunaupokea katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ninaomba asubuhi njema ya kwamba u pamoja nasi katika mlima huu. Ibrahimu alisema wewe ni Jehova Jireh. Katika mlima huu Peter alitamani wajenge kibada ili Bwana wakaishi pale na wewe katika mlima. Katika mlima Bwana ulimuonyesha Musa Kanaan. Baba wa mbinguni, mlimani tutaona vizuri, mlimani tutapokea vyote, mlimani kuna maajabu ya mbingu. Tunaomba tukaipokee katika jina la Yesu Kristo. My God and my Father, we are not retreating, we are not surrendering to the enemy, we are not submitting to the pressure of the enemy. My God and my Father, we have a life to live. It comes from you. We receive it, we draw it, we download it from the source, and the source is you, oh God. You are accessible. My God, we are happy. We are your children of the loving God. My Father and my King, I pray now, receive this prayer. Receive your people now. Hear us, oh God. Enable us the day 2 of fasting, all the way to day 40th, in the name of Jehovah God. And may our voices, may our presence on this mountain not be in vain, in the name of Jesus. Baba wa mbinguni tuwezeshe, Baba wa mbinguni tusikie, Baba wa mbinguni tubariki. Bwana tupatie mwaka wa ushindi, mwaka wa amani, mwaka wa neema. Mungu wetu, badilisha maisha yetu mahali tulipo, not going down, lakini tupae, tuende to higher glory, more glory, in the name of Jehovah God. That is our version of life. For our God, you have told us that we are more than conquerors. My God, we cannot settle for anything less than who you have said we are. We are the children of the kingdom, loved of their Father, and now sons and brothers with Jesus. My God and my Father, this morning we surrender to you. Be pleased by our prayer. Hear our calls, oh God. Even speak to us with your voice, even to encourage our spirit and to give us a revelation of the new year. We draw it from the source, and you are that source almighty. Seasons belongs to you. We belong to you, oh God. Tumepiga kambi hapa, ni sisi Baba tunakuita. Mungu wetu tujibu, tuitike, na Mungu wetu tujalie. Tunaomba mwanzo hadi mwisho tukiwa pamoja naye kwa huu mlima, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba hata kuamini. Amen, 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 amen. Wapendwa, haleluya. Katika jina la Yesu ninawakaribisha katika siku yetu ya pili ya kuomba, kufunga na kutarajia kutoka kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana Zamwina Gigs. Karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Tuko katika maombi. Tunashukuru Mungu asubuhi njema. Na leo, katika siku ya leo, tunaomba afya njema. Jana tuliomba ya kwamba Mungu atatupatia nguvu ya kuomba. So yesterday we secured our presence on the mountain of God. And so we are camped on this mountain. Na nikawauliza, if you can find some time to go to a prayer center, please go. If you can find some time to spend an overnight, please spend. If you can find some time even to enter the house of God and pray, schedule this prayer, make it a priority. Even on your watch, set time, set an alarm. On your phone, set an alarm. Do something that will keep pushing you, reminding you, appealing to you, telling you, please pray, please pray, please pray. You know, something that will tickle you. We will make you be reminded that you are in prayer. Look for partnership with the people that can pray. Look for something that will push you to pray. Remember,
Maybe you are the kind that only prays the fasting prayer in January. Look at how long it has taken you. And for you to adjust to a season and a lifestyle of prayer, you need someone to push you. Kwa sababu umetoka katika mwaka, umepigwa na maisha, umekuwa na majukumu mengi, umekuwa mbali na huu msimu wa maombi, and so it can be so lazy on the mountain to pray. And maybe you even got a job that is too involving. You became a parent maybe, or you relocated. And so there is a lot of changes in the physical world that is disadvantaging your life of prayer. You need something to push you. Like even deliberately saying, I'll be with Pastor Kenyanjui early morning, 6 a.m. to 7 a.m. each day. It can be something that will push you to pray. Something that will boost you, motivate you to pray. Na kwa hivyo mpendo, look for something that will trigger you to pray. Something that will keep you praying, pushed to prayer. The place of prayer is not a place ambayo ni mahali kila mtu anataka kuishi. Hata wanafunzi wa Yesu, when they went to the Garden of Gethsemane, hata wao walilala. In the presence of Jesus, they slept because the things of the physical body, they overtake so easily. Kwa sababu pengine ya chakula, uchovu, maumivu, mambo mengi yako katika mwili huu. So unless you engage a higher gear, a higher standard that will push you to pray, you may find yourself in the 40 days and not praying. You might find yourself in the season but not meeting the need, the desired end of the season. So we don't want just to miss food and not pray. We want to achieve our primary goal, which is to pray and receive the ear from the hands of the Almighty God. Kwa hivyo mpendwa, jaribu kila uwezalo uweze kuomba, na ukishaomba utaona majibu ya maombi katika jina la Yesu. Amen. And so this morning, the kind of fasting that we are doing is what we call Daniel's fast, or the partial fasting. In the partial fasting, there is a certain kind of food that you take and you miss the other. One, you take food like fruit and vegetables, then beverages, water or tea. So you take fruit and veggies and beverage. That's all. And then by the grace of God, you will sail through. You will make it through by the grace of God. Na kwa hivyo wapendwa, ninawauliza tukaweze kujumuika pamoja tukaombe. Kama wewe ni mgonjwa, tunakuombea uponyaji. Kama daktari amekupatia matembe ambayo unakunywa na chakula, na kuuliza uendelee. Chukua madawa na chakula, lakini uombe. So do not neglect the prescriptions of the doctor, but also take them by faith and believe God for the healing. Na kwa hivyo Mungu atatenda. Kama uko na watoto, kama uko na wapendwa hawajawahi funga, you can try a day or two. We learn by the process. Una join process, unaenda ukilearn. Kama utaweza siku 3, siku 7, siku 21, siku 40, the Lord hears our prayers. Na kwa hivyo wapendwa, ninawakaribisha ili tukaweze kuendelea kuomba. Najua maybe we are praying with diabetic people who are supposed to be taking something. Endelea kukula na kukunywa, lakini make sure you are praying. Wale wengine ambao wako na afya kama mimi, tusonge pamoja, tusimame katika mwanya. Wale ambao hawajawahi funga, anza baby steps, 3 days, 7 days, 21 days, 40 days by the grace of God. Na tutaweza kuomba na tutaweza kupokea majibu kutoka kwa Mungu Baba. Walio ng'ambo tunaungana, tunashukuru Mungu kwa mitandao. Tunaweza kuomba pamoja, ukiwa US, ukiwa Europe, ukiwa Indonesia, ukiwa China, ukiwa whichever part of
continent, whether you are in the continent of Africa, you are in Kenya, may the Lord hear our prayers. Mungu awe pamoja nasi, akasikie maombi yetu, na ili tukaweze kushiriki pamoja katika kuchukua mwaka kutoka mikononi mwa mwenye imempendeza Mungu kutupatia mwaka wa 2025. And so we are aligning with the will of God in the year 2025. Na siku ya leo tunaomba afya njema, tunaomba afya kamili. Safari zetu sio za mahospitali, namba zetu sio za madaktari, pesa zetu sio za madawa. Haleluya! Mungu atujalie. Hatutatumia our leave days kwa sababu ya magonjwa. Hapana, Mungu atatupatia afya njema. Tutatembea tukiwa wenye afya, tutapanda magorofa tukishuka tukiwa wenye afya, tutaenda biashara ng'ambo na ubali ambao Mungu anatuwekea biashara tukiwa wenye afya. Watoto wetu hatutaitiwa shule wakiwa na magonjwa. Harambee zile zitapangwa sio za magonjwa, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba afya kamili katika jina la Yesu. Magonjwa mengine ni kama mapepo, magonjwa yenye uchungu mwingi, magonjwa yenye bei kali, magonjwa yenye kuchukua muda wote. Ati unakuta mtu anawekwa ndege mpaka India, anaenda na watu wao, hawatafanya kazi, wanaenda kutumia pesa ambazo hawapati. My God, I pray that in the name of Jesus, our God will exempt us the pain, the loss in the name of Jesus. Tunakataana na kifo, tunakataana na magonjwa, uchungu, maumivu katika jina la Yesu Kristo. Our God and our Father, this morning, I pray that on this mountain, as we lift our voices, as we lift a prayer of good health, we pray in the name of Jesus that all the chains of pain are broken, that all the chains of sicknesses are broken, that all the chains of death are broken, are breaking in the name of Jehovah God. Baba, ninaomba na wagonjwa ambao wako hapa, naomba na wao waponye, waponye, waponye katika jina la Yesu. Naomba Bwana, na wale ambao watoto wao ni wagonjwa, sikia maombi ya mzazi, ponya mtoto wake katika jina la Yesu. Naombea hata Mungu wetu wake ambao bwana zao ni wagonjwa, ponya wale Bwana katika jina la Yesu. Wale mabwana ambao wake wao ni wagonjwa, ponya wake wao katika jina la Yesu. Wale watoto walio hapa na wazazi wao ni wagonjwa, hayo magonjwa yanafadhiliwa na hawa watoto, pesa zinaenda, tunakataa sasa. Tunaomba uponyaji katika jina la Yesu. Mungu uliyemponya Batimayo, ukamponya mama, ukamponya wale, hata ukafufua Lazaro. Mungu wa uponyaji, tuponye. Mungu wetu, tupe afya njema katika jina la Yesu. Wale ambao ni wagonjwa lakini hawajui, kwa maana hawajaambiwa na daktari, tunaomba, tunakemea bakteria, tunakemea viruses, tunakemea hali zote za unyonge wa afya katika jina la Yesu. Mungu Baba wa mbinguni, sikia maombi yetu ya afya kamili, utupe afya katika mwaka huu, in the mighty name of Jehovah God. No one will change their schedules because of sicknesses katika jina la Yesu. No one will change his or her flight kwa sababu ya magonjwa. Hakuna mtu ata skip meetings kwa sababu ya magonjwa. Baba, ninaomba ya kwamba wapendwa, tunapokea uponyaji, afya kamili katika jina la Yesu. This morning, my God, we draw our health, we draw afya yetu kutoka kwa wewe unayetupatia maisha, unayetupatia Mungu wetu baraka ya uponyaji na baraka ya afya. Mungu tupatie, Baba tupatie kwa jina la Yesu. This morning, my Lord, may this prayer, may this second day secure and confirm our health throughout the year in the name of Jesus Christ. This is our prayer, Lord of faith. In Jesus' name we pray and we believe. Amen, amen, amen. May the Lord heal us. I know there are even those people with conditions. Kuna wale wapendwa ambao hata wako na condition. Maybe your child is autistic. Maybe you are blind. Maybe you have a disability.
I pray in the name of Jesus, the God who has preserved you to this moment, He is all able to heal, to handle, to deal with all manner, all sorts of conditions. May this God come through. May this God bless you. May this God do that miracle in the name of Jehovah God. Mungu anayeponya akakusikie na akakujibu asubuhi ya leo katika jina la Yesu. I'm here to encourage you. I'm here to boost and motivate you to pray. Join my faith as I join your faith, and the God of faith will move our faith, will work in the name of Jesus. Hallelujah. Nakwambia mpendwa, imani yetu tukiunganisha, imani yetu itafanya kazi. Mungu wetu atajionyesha, Mungu wetu atajidhihirisha, kwa sababu yeye ni mwaminifu wa kuaminika. Wapendwa, the Bible says in Jeremiah chapter 30 verse 17. Jeremiah chapter 30 verse 17. The Bible says, "For I will restore health and heal you of your wounds, says the Lord." For I will restore health to you and heal you of your wounds. Hallelujah. God knows when we are sick. This is why He says, I will restore. Kwa hivyo kama unaumia, kama una uchungu, kama hata uko hospitali sahihi, hata kama unajiprepare kwenda for an appointment, pengine unatoka nyumbani sahihi kwenda kuchukua mama kule nyumbani ama mzee kule nyumbani, ama pengine umemhosti kwako ili akaribie hospitali, receive Jeremiah 30 verse 17. For I will restore health to you and heal you of your wounds. Hallelujah. May the God who heals meet you at this point of prayer. May the God we are calling upon His name act on this prayer and heal your mother, heal your father, heal your brother, heal your sister, heal your son, heal your daughter. Oh, hallelujah. May the Lord come through in the name of Jehovah God. If you are rising up this morning to go and make inquiries, huu ugonjwa madaktari wamesema ataishi na madawa, huu ugonjwa wa madaktari wamesema you go and seek further examinations kule nje, ama ufanye hivi, umetumwa kwa referral hospital. I am praying with you today that the God of health will restore health to that sick person, to you, in the name of Jesus Christ. Ndio maana tunaenda kwa mlima, tunamwambia Mungu wa Jeremiah, Mungu wa manabii, Jeremiah 30 verse 17, neno hili ni neno lako. You have said, for I will restore health to you and heal you of your wounds. Hallelujah. Everybody who is wounded, we pray in the name of Jesus that Jeremiah 30 verse 17 is our portion. For I will restore health to you and heal you of your wounds in the name of Jehovah God. Kama wewe ni mgonjwa, kama wewe uko na wagonjwa, tunaomba kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu anayefanya urejesho wa afya ako na wewe katika asubuhi ya leo, ako na wewe on the 3rd of January in the name of Jesus. Yuko pamoja nawe on the 2nd day of prayer and fasting. Infirmities, sicknesses, illnesses, chronic na majina yake yote. Kuna Mungu anakabiliana na kansa, kuna Mungu anakabiliana na asthma, kuna Mungu anakabiliana na depression, kuna Mungu anakabiliana na high and low blood pressures, kuna Mungu anayekabiliana na attacks, heart attacks, even the failures of the body organs. Kuna Mungu ambaye akisimama na wewe utaondoka ulimwenguni, kwa sababu wakati wako umefika, lakini sio kwa sababu uligonjeka. Tunakatana na premature deaths katika jina la Yesu Kristo. Maisha marefu is our portion, yenye afya, yenye amani, yenye neema katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo mpendwa, tunaomba na wagonjwa asubuhi ya leo ya kwamba Mungu wa urejesho wa afya anawarejeshea afya katika jina la Yesu. Maybe there is somebody you know who is sick.
He or she may not be your relative, but you know of them. Even in the church, pengine hata kusha announcewa fulani wetu ni mgonjwa. I want us to take a minute and pray for them in the mighty name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I pray with them that are sick this morning. I lift their names before you, Lord. I pray, heal them, Almighty. Restore their health, Redeemer. In your grace, Almighty God, may they survive the sickness. Raise them, my God. The man who had been sick for 38 years, it only took the word of Jesus. Rise up and walk. I pray now, you Jesus who heals, heal these people. Oh my God, remove them from the cages. They are being held grounded. I pray, Almighty, release them, remove them from these conditions in the name of Jehovah God. Mungu wetu, ninaomba magonjwa mengine kama autism, wewe unaweza kuponya hawa watoto hawa wapendwa na uwarejeshe afya kamili. Ni nini hauwezi kufanya Bwana? I pray my God that even Jesus, hata wale ambao huwa wanaanguka, ninaomba Mungu, magonjwa ya kila aina ukayaondoe, magonjwa ya mapepo ukayaondoe katika jina la Yesu. Mungu wetu, inua wapendwa, waponye hata ulemavu. Mungu wetu, tufanya muujiza katika mwaka huu katika jina la Yesu. Ninaomba Baba, yule ambaye anatupokea wakati huu na yuko hospitalini, ameenda kuona daktari ama amelazwa pale, akapokea uponyaji wake katika jina la Yesu Kristo. Miujiza ya uponyaji ndio tunayoomba asubuhi ya leo. Akina mama wetu wamepona, baba wetu wamepona, ndugu wetu wamepona, dada zetu wamepona. Mungu wetu, kila mmoja aliye na ugonjwa, hata watoto wachanga, ninawaombea afya kamili katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Mungu wa Baba, ninaomba Jeremiah 30:17, you shall restore good health and you shall heal our wounds. I pray my God, heal your people, meet them at the point of their needs in the mighty name of Jesus and heal them this morning. In Jesus' name we secure our good health in the name of Jesus. Hallelujah. Amina. Amina. Wapendwa, tumeomba na hao walio wagonjwa, pokeeni uponyaji wenu katika jina la Yesu. Amini Mungu wa afya anafanya neno lake, anafanya urejesho katika jina la Yesu Kristo. The second way we are going to pray about our health is from that John chapter 1 verse 2. That John is one chapter. That John chapter 1 verse 2. The Bible says, beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Good health inamaanisha haujakuwa mgonjwa. Kwa hivyo hatuombi healing hapa, tunaomba tutadumishwa, tutadumu katika afya katika jina la Yesu. Wale ambao tuko na afya asubuhi ya leo, wale wagonjwa tumeomba na nyinyi, sasa tunaomba na wale wenye afya, that it is permanent, that it's a blessing that has come, it has settled, it is our portion in the mighty name of Jesus. Tunakatana na kwenda hospitali, tunakatana na kupewa madawa, tunakatana tunalazwa mahospitali, tunakatana ati tutakuwa grounded kwa nyumba. Tunaomba afya yetu, the Lord to confirm it, ya kwamba sisi ni wenye afya. Tutaweka appointment, we shall meet the appointment. Tutaweza kupanga kazi na hiyo kazi tutaifanya, kwa sababu afya ni sehemu yetu katika jina la Yesu. This man called John the disciple, he tells us in that John chapter 1 verse 2, beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Hallelujah. I pray the same prayer, that you may be in good health. Ya kwamba tutakuwa watu wenye afya kamili katika jina la Yesu. Mungu atupatie afya kamili katika jina la Yesu. Hautakuwa na kuumwa na kichwa, hautakuwa na shida ya macho kwa sababu ya kuangalia kompyuta. Hautakuwa unaumwa na kichwa because you are dealing with a lot of things, a lot of transactions.
The Lord will give you good health in the name of Jesus Christ. Hakuna chakula hautakuwa ukila ati kwa sababu inaharibikia afya yako. Mungu atakuneemesha, atakujalia, atakuinua. Kama ni kuendesha gari, hakuna safari ubali hautaenda ati kwa sababu miguu iko na shida. Mungu atupatie afya kamili katika jina la Yesu. Kuna watu hawezi enda na ndege kwa sababu ya afya. Tunaomba katika jina la Yesu, our God will confirm our good health in the name of Jehovah God, ya kwamba Mungu atakubariki, Mungu atakuneemesha. Unajua kuna watu wengine kwa sababu ya allergies, they are so sensitive to everything. I pray that sensitivity will not be about bad health, lakini Mungu anatujalia, anakamilisha na anahakikisha ya kwamba afya yetu imekamilika. Watoto wetu ni wenye afya. Wanaporudi shule wiki ijayo, hatutaenda na makaratasi ya daktari, hatutaenda kusema ati hawakuli hii, hawafanyi hii. Wako na afya kamili katika jina la Yesu Kristo. Hatutatunza magonjwa, hapana. Afya kamili is our portion in the name of Jesus. I take that John, the word of God, chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health. Hallelujah. Situingie kwa maombi, tuombe katika jina la Yesu. Our Father and our God, good health is our portion. Father, we secure our good health. Mungu wetu, tunaomba hatutaumwa na kichwa, hatutakuwa na maumivu ya kifua, hatutakuwa na maumivu Baba ya roho, ya tumbo, ya mifupa, ya damu, ya kupumua. My God, I pray from the top of our heads to the bottom of our souls. My God, I pray good health is our portion. Kama ni safari tutaenda, kama ni kupaa na ndege tutapaa, kama Mungu wetu ni mikutano ya muda mrefu tutafanya. My God and my Father, we shall be in good, perfect, divine health. It is our portion. We secure it on the mountain right at the beginning of the year in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, tunaomba watoto wetu ni wenye afya, watoto wetu wamekamilika katika afya zao katika jina la Yesu. Wazazi wetu ni wenye afya na wamekamilika katika jina la Yesu. Mungu Baba, wafanyakazi wetu hawatakuwa on sick leave. I pray in the name of Jehovah God, ni wenye afya, watafanya kazi katika maono tuliowaajiri wafanye katika jina la Yesu. Our bosses will be healthy in the name of Jehovah God. Mungu Baba wa mbinguni, I pray that good health is our portion. We secure good health from the mountain of prayer in the name of Jesus Christ. Afya njema ni sehemu yetu katika jina la Yesu. Tutaomba kwa sababu sisi ni wenye afya. Tutalelisha watoto, tutalea watoto kwa sababu sisi ni wenye afya. Mungu wetu, tutafanya bidii na kwa kazi kwa sababu sisi ni wenye afya. Tutaabudu, tutaweza kuhudumu kwa sababu tuko na afya. Hii afya Baba, we secure it in the name of Jesus. It is so critical. We pray for our health, that good health is our portion in the name of Jesus. Mungu wa mbinguni, usikiae maombi, unayejibu maombi, si utusikie sasa ya kwamba afya kamili ni sehemu yetu kwa jina la Yesu. Wote ambao wanaungana nami katika maombezi haya ya siku 40, naomba katika safari hii tutaishi kushuhudia vile Bwana anatenda, vile Bwana anafanya katika jina la Yesu. Mungu Baba, inua wapendwa. Afya ni sehemu yetu, afya ni sehemu yetu kwa jina la Yesu. My God and my Father, we secure good health this morning for the year 2025 and moving forward in the name of Jesus Christ. Tubariki Bwana. That John chapter 1 and verse 2. My God, tunaomba good health, afya kamili kutoka kwa mkono wako. Si Mungu wetu, mbingu itiachilie hiyo afya katika jina la Yesu na uikamilishe, na ni katika jina la Yesu tunaomba na tunapokea. Amen, amen, amen. Wapendwa, katika jina la Yesu. Thank you my brother Edward Jero. I had not welcomed
the new members who have joined us this morning, may the Lord give you good health. Nahashon, may the Lord grant you good health. And my brother Samuel, may good health become our portion in Jesus' name, together with our household, in the name of Jesus, as a pastor, together with the flock, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo. I pray that tutaweza kuwa katika ibada kwa sababu ya afya kamili. Do you know we go to church because we are healthy? Do you know God uses this body for the work of the ministry? Na kwa hivyo afya ni muhimu sana. Afya ni muhimu sana. Hauwezi enda kanisani kama wewe ni mgonjwa. Hauwezi kuwa kwa kazi kama wewe ni mgonjwa. Hauwezi hata kufunga saa hii tuombe kama wewe ni mgonjwa. Magonjwa ni kama mapepo. They are demonic. They must fail. They must fall in the name of Jesus. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have received from God? You are not your own, for you are bought with a price. So glorify God in your body. This is why we are praying for good health. We want to glorify God. We want to serve God. And this happens when we are healthy. When our bodies are functioning, I can be able to pray. I can be able to sing and praise. I can be able to walk and take the gospel to the world because I'm healthy. We need to pray for health so that we can serve. Wakati kama huu wachungaji wengi ni wagonjwa. Wazee wengi wa kanisa ni wagonjwa. Washirika wapendwa, walimu wa Sunday school ni wagonjwa. Viongozi wa wanarika, wa wamama, watu wengi kanisani ni wagonjwa. We want to pray in the name of Jesus that Lord will heal us, that our God will minister healing upon the servants of the Lord. Tumeambia watu wengi ya kwamba Mungu anaponya, yeti sisi tunaojiitanisha na yule Mungu ni wagonjwa. We want to pray, wapendwa, in the name of Jesus, that the God who preserves the servants of God will preserve them, will keep them healthy. Mahali unafanya kazi ya Bwana, wewe ni mtumishi wa Mungu, na pia unajua mtumishi unayefanya kazi naye afya yake iko namna gani. Wengine tushajua ni wagonjwa, wengine hawajatuambia. Tuna secure their health katika jina la Yesu. Watumishi wa Mungu ni wagonjwa, tuombe that the Lord will heal them, the Lord will raise them, will lift them, they will be healthy in the name of Jehovah God. Haijalishi magonjwa yao yanatokana na wapi, lakini mbinguni kunaishi Mungu wa rehema, kunaishi Mungu wa neema, kunaishi Mungu. Unajua, mara nyingi tunaingia katika hukumu. We miss our place in the plan of God. Our place is of intercession. It's not of judgment. Lakini tunaingia pale tunasema hii familia iko na kasi, iko na laana. Walilaaniwa na shosho yao, walilaaniwa na baba yao. Wachana na hiyo laana. You are not even sure. You are never there. Sometimes you even did not hear it. Even maybe these people are already forgiven, but you don't know. That is not our area. Our area, our part is to pray for health, for good health, for healing upon these brothers and sisters. Hallelujah. Wakati mwingine unasema hata huyu mtu atoangi, hata huyu Mungu hana heshima, huyu mtu hana heshima na watu, hata huyu ni miaka sijui ni nini. Hapana. Let's take our part. Our part is to pray for good health, kwa sababu mwili huu ndio unaotumika katika ibada. Mwili huu ndio unafunza watoto. Mwili huu ndio uko kwa praise and worship. Mwili huu ndio uko kwa pulpit ukihubiri. Mwili huu ndio unapeana muongozo kama kiongozi. Mwili huu ndio ambao unautumia kupeleka injili, kwenda kuona mayatima, kwenda kutembelea nyumba ya wazee, kwenda kuona wajane. Mwili huu ndio unaotumika na Mungu. We want to pray that this temple of God will be healthy in the name of Jehovah, because when you are hurt physically, the church of Christ
is hurting. When you do not come to church, kuna shimo yako ambayo hakuna mwingine anaweza kusimama na kuizimba. Wewe pekee. Tunaomba that in this year no praise and worship member will miss the church kwa sababu ya ugonjwa katika jina la Yesu. Hakuna mwalimu wa Sunday school atamiss ibada kwa sababu ya ugonjwa. Hakuna kiongozi wa wamama, kiongozi wa vijana, kiongozi wa wazee, kiongozi wa development, kiongozi wa kila idara katika nyumba ya Bwana atamiss kanisa kwa sababu ya ugonjwa. Tunakataana na magonjwa, tunaomba afya kamili katika hekalu hili. Mwili huu ni hekalu ya Mungu katika jina la Yesu. Hakuna mshirika. Tunakataa ibada za kuletewa nyumbani, ati tunaenda kuona mama fulani ati alishikwa na ugonjwa. Tunakataa hizo ibada. Tunaomba tutakuja kwako kwa sababu kuna mikutano ya harusi, kuna mikutano ya graduation, kuna mikutano ya kwenda ng'ambo, kuna mikutano ya kuteua kwa, my God, I pray we can secure our brothers, we can secure our sisters and pray for good health upon them, ndio tuweze kufanya kazi ya Bwana katika jina la Yesu. Situombe katika jina la Yesu. Our Father and our God, now we pray that we shall be healthy to serve. We shall be healthy to attend all the worship services in the name of Jehovah God, that we may serve you in the name of Jesus. Baba, ninaombea ndugu zangu ambao ni wagonjwa sasa, waponye katika jina la Yesu. Ninaombea dada zangu wote ambao ni wagonjwa, waponye katika jina la Yesu. Tufanyie urejesho wa afya kama washirika mwilini wa Kristo katika jina la Yesu. Naombea wapendwa wote viongozi, Mungu, nawaombea afya katika mwaka huu. They will not miss church, they will not miss any meeting kwa sababu ya maumivu katika jina la Yesu. None of us will be in accident, none of us will be admitted in hospitals, none of us, my God, will be quarantined. I pray in the name of Jesus ya kwamba zote Mungu wetu utatunufaisha na baraka ya afya katika jina la Yesu. Naombea washirika wote wa kanisa, Mungu wetu wabariki, wajalie. Naombea wachungaji ambao ni wagonjwa saa hii, unawaponya katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana, ibada za wafu hazitafanyika, sisi tutaishi kwa sababu tuko na amani, tuko na imani, tumebarikiwa katika jina la Yesu. Naomba wakati huu, wengine wako na bills kubwa na ni watumishi, Baba, ninaomba hizo bills za matibabu siupeane pesa, si uziondoe kwa jina la Yesu. My God and my Father, we secure our health, we secure our health, we secure our health. Oh God, on behalf of our brothers and sisters, nimeomba utupe afya kamili. Hakuna mchungaji ata miss church service kwa sababu ya ugonjwa katika jina la Yesu. Baba, ninaomba utajionyesha, ibada za magonjwa tunaziondoa katika jina la Yesu. Mwaka huu tupe afya kamili katika jina la Yesu. Even the chronic illnesses, ondolea wapendwa, even in, oh my God, Mungu wetu, si utukamilishe na mwili huu utumike kama ibada, kufanya ibada ya Mungu katika jina la Yesu. Afya yetu hatutafanya maovu, afya yetu hatutajivunia katika dhambi, tutafanya kazi ya Bwana katika kweli na katika roho katika jina la Yesu. Tupe afya Mungu, tupe afya Mungu, tukamilishe Baba kiafya katika jina la Yesu. In the year 2025 we secure good health for the body of Christ. This is our prayer this morning. In Jesus' name we pray and we trust the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Good health, our brothers and our sisters, it is our portion. Yambura wa Pishori, Pastor niombe, I'm going through a very hard time. Father, in the name of Jesus, I pray for Nyambura, your daughter, this hard time. You know what it means. My God, I pray for her breakthrough. I pray for her anointing. I pray for the visitation by the Almighty. I pray, oh God, that her case is sorted and she is satisfied
in the name of Jesus Christ. On this mountain, my Lord, deliver to her her long-awaited peace in the name of Jesus. Breakthrough and the presence of the Lord together with her. I believe with her. May you do it, Almighty. In Jesus' name, I pray for your daughter. Amen. Amen. May the Lord bless you, Nyambura. May the Lord move in your life. And may you live to give a testimony of what the Lord did upon your life. Hallelujah. Wapendwa, I'm only here for 1 hour, but we have 24 hours of fasting and praying. And so my mission is to boost, is to motivate you to pray, is to excite you into prayer. And so I pray that you'll be able to pray throughout the day by the grace of God. The Bible says this in Proverbs 17 verse 22, something very critical you need to secure. Proverbs 17 and verse 22. It says, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pray that your joy will be intact. Pray that your peace will be intact. Many of the diseases that attack and weaken us, they find a good ground when our joy is absent. When your heart is not in rejoicing mode, that is when depression sets in. Wakati hauna furaha, hautaweza kula na kunywa, hautaweza kutumikia Mungu. The Bible says a joyful heart is good medicine. Self-care here, recommendation by the doctor here. Our Lord says a joyful heart is good medicine. Please, I prescribe to you a joyful heart. Omba Mungu. Jana tuliomba, the scripture said, rejoice always. In 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Now Proverbs 17 verse 22 says, a joyful heart is good medicine. I pray with us this morning that we shall be joyous by the grace of God. Omba ya kwamba you will be surrounded by the people, by people that value joy. You will be in an atmosphere, you will be in an environment that favors, advantages the presence of joy. Hang around people, pray for these people, pray that the Lord will provide in your network a people that value joy. Kuna watu wengi ambao wanaharibu afya na amani na furaha yetu. Omba Mungu akuondolee. Tuwe around a people that are joyous and they value joy, because a joyful heart is good medicine. Your children will give you joy. Your job will deliver joy. Day in, day out, the night in, night out, the Lord shall deliver joy, because a joyful heart is good medicine. In the name of Jesus. Mungu wa mbinguni, tunaomba furaha. Tunaomba roho ya furaha. Tunaomba ya kwamba tutaishi maisha ya kufurahia usiku na mchana, miezi yote ya mwaka huu. Mungu Baba, tunaomba furaha ya Bwana, furaha inayopita mawazo yetu, furaha inayokamilishwa na Mungu, furaha ya mbinguni ndiyo tunayoomba. Mungu wetu, tutendee, tutekeleze katika hii furaha katika jina la Yesu. Mungu wetu, tutendee, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Naomba furaha kanisani, furaha kazini, furaha kwa familia, furaha usiku na mchana, furaha katika hali zote katika jina la Yesu. Mungu Baba, kukeleleshwa, kugandamizwa, Mungu ninakataa. Pressure, Mungu wetu tuondolee. Tupe furaha, kwa sababu furaha, Mungu wetu umesema ni dawa. Tunaomba utubariki na hii dawa ya furaha katika Kristo Yesu. Tunaomba na kupokea. Amen, amen, amen. The scriptures
are so appealing, they are so fulfilling. Jambo lingine tutaomba katika huu mlima ili magonjwa yaondoke ni kumuishia Bwana. Wapendwa, did you know that unapokaa mbali na dhambi afya inapatikana? Ukikaa mbali na dhambi afya inapatikana. In the book of Proverbs 3 verse 7 to 8 inasema hivi: be not wise in your own eyes, fear the Lord, turn away from evil, it will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Yani kukataana na dhambi tu, kurejea Mungu, kupenda Mungu ni uponyaji kamili. Listen to Proverbs 3:7 to 8 again. Kuachana na dhambi sio tu ati kumfurahisha Mungu. Hapana, kuachana na dhambi pia inachangia afya njema. Unaishi kwa afya. Inamaanisha dhambi ni hatari. Dhambi inakuja na package ya magonjwa. Lakini wakati unakataana na dhambi, unakuwa you have secured good health for yourself. Kukaa tu bali na dhambi. Hallelujah. The Bible have said in Proverbs 3:7 to 8, be not wise in your own eyes, fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Hallelujah. Kumbe dhambi inaleta magonjwa. Dhambi inaumiza. Yani kuwa ndani ya Mungu, kukiri dhambi zako na kutubu na kuziacha, hiyo inatekeleza afya. Unakuwa na afya, unapokea uponyaji. You are refreshed in your bones. You live a life of favor. Hallelujah. Yani kukatana na dhambi unapata afya. Praise God. The Bible have told us in Proverbs 17:22 that a joyful heart is good medicine. Now it tells us that when you turn away from evil, when you shun sin, when you live a life of sin, unapoachana na maisha ya dhambi, you receive healing and even refreshment of your bones. Hallelujah. I pray this morning that we can understand this, that when you love the Lord, you know, getting saved, fearing the Lord is not just for heavenly value, but it also have earthly value. You gain good health. You live a life of good health. Hallelujah. I pray this morning that we shall value turning away from sin, living a life of separation. You are being set apart for God. And through that, good health, wapendwa, is our portion. Kuwa umeokoka si tu ya hivyo. Yani unapokatana na dhambi, hata afya unaipokea. Mungu Baba, katika jina la Yesu, tunatubu dhambi zote. Tunakiri Bwana, sisi ni wenye dhambi. Tunatamani matokeo ya kumcha Mungu. Tunaomba afya katika jina la Yesu. Naombea wapendwa Mungu, utatusaidia kukiri na kuachana na dhambi, na ili tukapokee afya kamili katika jina la Yesu. Siku ya leo, as we secure our health, I pray, oh God, we shall shun evil. We shall live a life of being set apart throughout this year for God in the name of Jesus. Mungu wa mbinguni, tusikie ili ukatupatie afya kamili katika jina la Yesu. Tunaomba hata kuamini. Hallelujah. Wapendwa, this morning in our 1 hour devotion of prayer, I pray that you shall partake the good health that is from the hand of God. I will wind up with this one scripture in the book of Proverbs 16 verse 24. The Bible says, gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. I pray that we shall
enjoy good and gracious words. People who come around us will be gracious in their words. The speeches we will do, the addresses we will do, we will know that we carry healing, we carry health. Unapoongelesha mtu, muongeleshe kwa maneno yatakayoleta uponyaji, yatakayoleta afya katika jina la Yesu. Let's also listen to gracious words, the word of the Lord. Be around people who talk well, because that too will contribute, will bring about good health by the grace of God. Wapendwa, don't live in toxicity. Wacha kuishi mahali ambapo ni maneno makali tu yanatamkwa, ya laana, maneno ya only rebuke without encouragement. Surround yourself with a good talk, with a good address. Surround yourself in a place with the people ambao pia wanaongea maneno yatakayoponya maisha yako. Uponyaji ni sehemu yetu. Leo jiombee uponyaji. Leo waombee uponyaji. Leo tangaza uponyaji. Leo nenda ukapokea uponyaji, afya kutoka kwa Mungu. Our Father and our God, as we camp on the mountain for the next 38 days, we pray for health. Hata tunapofunga, tupe afya tuweze kufunga. Baba, tubariki na afya kamili. Mwaka mzima tunakatana na maziko, tunakatana na maombolezi, tunakatana na ajali, tunakatana na kifo, tunakatana na magonjwa. Baba wa mbinguni, tupe afya kamili kutoka kwa mkono wako. Tumeomba haya yote kwa imani. Mungu wetu, na ikakufurahishe kutujalia kwa haya maombi. Katika Kristo Yesu tumeomba afya kamili. Amen. 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 May the Lord God bless you, mpendwa. Thank you for joining me this morning. We are in the journey of 40 days of prayer and fasting. Tunaomba afya kamili. Tunaomba ya kwamba Mungu atatubariki katika huu mlima, ya kwamba mwaka wa 2025 si mwaka tu wa kawaida. It's a year that means so much by the grace of God even in our lives. Naomba ya kwamba Mungu awakamilishe, Mungu awajalie. The kind of fasting that we are doing is the fasting of taking fruit, vegetables and beverages. And it is a 24-hour fasting all the way to the 10th of February this year by the grace of God. Every morning we are here 6 to 7 a.m. on YouTube, Pastor Kenyajui Joseph. Subscribe, na pia on Facebook, Pastor Kenyajui Joseph. Help me to share. Make it a discipline that we can be praying this 1 hour by the grace of God. And then make sure that in the day you are securing time to pray. Even in the night, usilale yote, amuka at some point, have a prayer hour by the grace of God. Mungu awajalie, Mungu ajibu maombi yetu, Mungu abariki taifa letu, aponye taifa hili, ajalie hata makanisa yetu, ajalie our cities. Mungu atutembelee na Mungu awainue. Walio ng'ambo, mkono wa Bwana uwe juu yenu na Mungu awaneemeshe. If you want to share with me a prayer item, you can inbox me right there. Na pia kama ungependa kunifikia, nambari yangu ya WhatsApp is 0725 743 631. 0725 743 631. Unaweza text, unaweza call, unaweza WhatsApp. Tuweze kushikana katika mlima, kutiana nguvu na kusafiri pamoja katika safari hii ya maombi. May the Lord bless you. May the Lord favor you. Shalom and God be with you today. Amen. Amen. Thank you.
kiti chako cha enzi.